Kuna chuo kimoja kizuri sana. Yeremia alitaka kufeli. Daudi alifaulu vizuri. Na mimi nimejifunza hicho chuo na kipenda. Natamani leo ujiunge na hicho chuo. Daudi, Yeremia, Mungu anamwambia tangu tumboni mama yako nalikutakasa, nikakufanya wewe kwa nabii wa mataifa tangu tumboni. Yeremia akasema, siwezi. Mimi siwezi kusema. Mimi bado mdogo. Alikuwa aenda kufeli ule mtihani. Haleluya. Mungu anaambia usiseme mimi mdogo. Tangu uko tumboni mimi nisha maisha yako. Nisha tafsiri, nisha convert, nishageuza maisha yako. Wewe ni prophet of the nations. Lakini yeye anayo syllabus aliyoipokea. Huwezi kuwa nabii wewe. Kwanza kuongea huwezi. Kwamba wewe ni mdogo. Lakini Mungu alikuwa anazungumza naye. Alikuwa anakataa. Mungu akaamua kuja kumfuata live kumwambia, unajua. Maana Biblia inazungumza alitumikia kwenye 13 Yeremia anazungumza, Bwana wewe wajua, sikuacha haraka kutumika katika cheo cha ukuhani. Sikufanya haraka kutoka kwenye cheo hichi. Wewe wajua. Lakini Mungu akumwita kwa kuhani. Anambia no. Tangu uko kwenye tumbo la mama yako wewe, you are a prophet. Wewe ni nabii wa mataifa. Usiseme hivyo. Haleluya. Daudi alifaulu. Ni Daudi, angalia Zaburi 139 ile. Daudi 139 Zaburi. Utaweza soma yote. Mimi nasoma kuanzia mstari wa 13. Tasoma mstari mitatu pale. 13 inasemaje? Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa. Kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Haleluya. Sio kidogo, kuna kujua afu jua sana. Haleluya. Mifupa yangu haikusitirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. My God. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Ndio maana Daudi alikuwa ni mshindi kwenye changamoto yoyote iliyo mbele yake. Ni Bwana likubwa limewashinda watu, yeye alikuwa anaona ni mshindi tu. Kwenye vita yoyote alikuwa anajua hii vita mimi ni mshindi, kwa sababu nafsi yake ilijua sana jinsi Mungu alivyomuumba tangu tumboni. Hatima yake haitazuiliwa na mbweha yeyote yule. Natamani unisikie vizuri. Haleluya. Kuna maisha yaliamriwa kabla sijayaishi. Kuna maisha kabla hujayaishi Daudi alikuwa linayaona. Mimi sijui wewe unaona picha gani. Unajua nilikuwa naongea, watu wengi wanafanya dhambi kwa sababu moja tu, hawauoni mwisho wao ambao Mungu amewawekea.
Wengi wanaamua kupita kwenye njia ya pembeni, kushoto na kulia, kwa sababu hawaoni kile Mungu amewekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimemwelewa sana Daudi, nikajua kweli umaskini sio tatizo kabisa. Tatizo ni kuendelea kuwa maskini. Kufeli sio tatizo, tatizo ni kuendelea kufeli. Hali duni sio tatizo, tatizo ni kuendelea kudumu kwenye hali duni. Kama humheshimu Mungu na umjui, sawa, utaendelea kuwa kwenye hali ambayo unayo. Lakini karibu, kama unaye Mungu au umemrudia Mungu, acha waendelee kuimba kwamba hoi wala huolewi. Acha waendelee kuimba kwamba wewe utaendelea kuwa chini. Acha waendelee kuimba kwamba biashara yako itakuwa ni ya kudemadema. Acha waendelee kuimba wewe utakuwa ni mtu wa kulia tu kwenye familia, mume wako, mke wako ataendelea kuwa mieyusho. Acha waendelee kulia, biashara yako itakuwa ni picha hiyo hapo. Waambie tu Biblia hamjaiandika nyinyi. Haleluya. Haleluya. Waambie Biblia hamjaandika. Lipo neno langu limeandikwa kwenye Biblia, nimeliona, nalijua. Bwana pia sifu. Maisha yangu yamehakikishwa, mwisho wangu ni mzuri. Daudi anazungumza, kabla sijayaishi maisha yangu, wewe ulishare tafsiri. Haleluya. Watu wengi wamebeba aibu ambayo Mungu hakuileta, wameitoa kwenye njia zao wenyewe. Walitazama kulia na kushoto, walisikiliza kulia na kushoto. Sikiliza mtu wa Mungu, sikiliza mtu wa Mungu. Hali ulionayo sio hatima yako. Wakati Mungu yuko chapter ya 30, anaandika kitabu, sasa hivi amefika kitabu chako ni chapter 30. Chapter yako ya 3 ilikuwa unadharauliwa. Mungu ashavuka hapo. Chapter 30, wale waliokudharau wanachukua mtaji kwako. Unanisikia nilivyozungumza? Ambao hujaifikia, ambao Daudi alikuwa ameiona. Wakati Eliabu anamwambia, wewe umekuja kuvitazama vita, sema si jambo dogo hilo. Wewe huwezi shinda, huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake, sasa hivi ni mtu mzima. Asema Mfilisti yule asizimie mtu mfalme. Leo kichwa chake kitakuwa chakula cha ndege. Alikataa syllabus za walimwengu wa nje. Chana syllabus hizo. Haleluya. Sikiliza mtu wa Mungu. Okay. Tusome Samueli hapa tu, ombe. Samueli wa kwanza, mstari wa 4 pale mpaka 13. Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana. Ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asili chakula. Elkana mume wake akamwambia Hana, unalilia nini?
kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko wana 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwambia Bwana, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, he Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akamdhania kuwa amelewa. Haleluya! Siku Hana alipoacha kulia kwa maneno ya Penina miaka mingi, alikuwa kwenye chuo cha Penina kinachoitwa masimango na dharau. Hana nilikupo mke mkuu, ni kweli. Penina alikuwa bi mdogo, mpaka anagonga watoto 10. Unajua ni miaka mingapi? Hana anaenda hekaluni kila mwaka kutoa dhabihu. Yaani akifika kwenye dhabihu, kuna kichwa cha silabasi ambacho anakutana nacho cha Penina. Tumbo lako liko likizo. Tumbo lako liko likizo. Kuna mama moja, binti moja alikuwa anasimama, akienda chooni na uliza, vipi, umezaa watoto wangapi leo kulikotoka? Yaani haja nayo itoe ndio watoto wake. Sema wewe huna uwezo wa kwenda leba, watoto wako ni chooni tu.